sasa nimlete mshiriki wa 4. Huyu ni Geoffrey Samuel Sanga. Geoffrey Samuel Sanga ana wazo la kiuchumi ambalo linaenda kwa jina la Josasa Farming Hubs. Karibu sana Geoffrey. Makofi mengi tafadhali anapowasili hapa mbele. Asante sana judges, karibu. Habari yako Geoffrey? Asante sana. Hongera sana kwa kufika hatua hii. Sisi ni majaji, tumekutana mara kadhaa, kwa hiyo karibu. Tutakupatia dakika 4 uweze kuwasilisha wazo lako. Tafadhali kaa ndani ya muda, na baada ya hapo tutakuwa na dakika 1 ya kukupatia ushauri. Karibu Geoffrey. Asante sana. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi unafahamu kwamba Tanzania inashika nafasi ya pili kwa kuwa na ng'ombe wengi zaidi barani ya Afrika, lakini pia Tanzania inachangia 1.4% ya mifugo yote inayopatikana duniani, na inaipa Tanzania yetu kuwa kati ya mataifa 10 hadi 15 duniani kwa kuwa na ng'ombe wengi zaidi. Lakini pamoja na kwamba kuna idadi kubwa ya mifugo kiasi hicho, bado sekta ya maziwa nchini inakabiliwa na changamoto lukuki, ikiwemo uzalishaji mdogo. Kwa sasa hivi Tanzania tunazalisha lita bilioni 4.2 tu, wakati mahitaji halisi ya nchi yetu ni lita bilioni 13. Kwa hiyo tuna upungufu wa 60% za mahitaji halisi. Kwa lugha nyepesi, Tanzania tuna demandi kubwa, lakini supply yetu ya maziwa ni ndogo. Hii inasababishwa na teknolojia ndogo tulionayo katika sekta hii. Naitwa Geoffrey Samuel Sanga, mtaalamu wa masuala ya kilimo na mifugo kutoka Dodoma, Tanzania. Tukija kwenye swala la nini kifanyike ili Tanzania tuweze kujikwamua, hasa ukiangalia kwa sasa hivi migogoro inayoendelea duniani ya kiuchumi. Tanzania tuna nafasi ya kujikwamua katika kujikwamua na kuimarisha uchumi wetu kwa kuja na sera. Ninapendekeza kama taifa tuje na sera maalum ya uboreshaji vinasaba vya mifugo pamoja na teknolojia ya kisasa ya uzalishaji wa mbegu bora za mifugo. Teknolojia hii itatupa nafasi ya kuhakikisha kwamba Tanzania tunazalisha mbegu bora sana za mifugo, kwa sababu kwa sasa Mtanzania ambaye anaamua kuwekeza serious kwenye industry ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa hana nafasi ya kupata mbegu bora za ng'ombe hao akiwa nchini. Sasa tunahitaji Tanzania kupitia sera hii ianzishe National Embryo Transfer Laboratories. Kwa nini Embryo Transfer Laboratories? Ziwe ni maabara maalum kwa ajili ya kuzalisha viini tete. Embryo ni viini tete mahususi kwa ajili ya kuweza kuboresha mbegu zetu. Kwa nini embryo na sio AI ambayo tumeizoea nchini? Embryo kwa sababu embryo transfer matokeo yake ni ya haraka zaidi na makubwa zaidi ukilinganisha na ya AI, kwa maana ya artificial insemination. Kama serikali itawekeza hii, hapo ndipo Josasa Farming Hubs tunakuja na mfumo jumuishi utakaowawezesha wakulima kuweza kupata elimu na miongozo ya kitaalamu, lakini pia kuweza kulea hizi embryo katika misingi inayotakiwa, ili kila Mtanzania aweze kuweza kupata hizi embryo, kwa maana ya kuwazalisha na kupata ng'ombe bora kutoka kwenye vituo vyetu hivi vya Josasa Farming Hubs. Kwa kufanya hivyo, Tanzania itakuwa na nafasi kubwa ya kutengeneza ajira za kutosha kwenye mnyororo wa thamani mzima wa uzalishaji wa ng'ombe wa maziwa. Lakini pia tutakuwa na uhakika kwamba vijana wa Kitanzania watakuwa na nafasi ya kuweza kuimarisha uchumi wao, kijana mmoja, lakini pia na taifa zima kwa ujumla. Jambo hili au wazo hili litakuwa na Geoffrey, muda wako umekwisha. Karibu sana jaji. Asante Geoffrey, tunashukuru. Karibu Profesa Mkandala. Asante sana Geoffrey. Mimi nakupongeza kwa sababu umeanza wasilisho lako kwa kueleza tatizo ni nini, alafu ukaeleza suluhisho lake ni nini, na mwishowe matokeo chanya yatakuwa nini katika kuongeza ajira, na yote haya yanaendana vizuri na dira ya taifa ya miaka 50 ya taifa ambayo serikali inajaribu kuitekeleza. Kwa hiyo nakupongeza sana. Kwa hiyo wazo lako la National Embryo Transfer Laboratories, hongera sana. Asante sana. Asante Geoffrey na kila laheri. Asante sana, makofi mengi tafadhali kwa Geoffrey. Hapa alikuwa ni mshiriki namba 4.